mwanangu. Yaani katika vitu ambavyo mimi kwa siamini, mambo ya mila. Ndio. Mimi mambo mila si desturi. Ndio. Niko siamini kabisa mwanangu. Yaani kwa siamini hata kidogo kabisa. Wewe mwanangu, mimi unaniaminisha vipi kwenye mambo ya mila? Na mimi nikiweza kuamini kama unavyoamini wewe, kwa sababu mimi ninavyojua kwa sasa hivi watoto sisi wa 2000, kwa kweli mambo ya mila sisi watu waamini hata siku moja. Kwa hiyo mwanangu, wewe umekuja kuamini vipi mpaka unakubali mila zipo? Unaamini? Mwanangu mmoja hivi. Oya Duli vipi? Pesa hivyo. Kama kaa. Sorry. Duli vipi mwanangu, mbona kazi haziendi? Shida nini? Blaza, kama mazingira mwenyewe unavyoyaona. Zamani hapa pikipiki, toyo, bajaji, sio nini zinajaa. Ila sasa hivi hali halisi mwenyewe unaiona. Hamna chochote. Kesho tu simu hapa nimekaa. Sasa tunafanyaje? Sasa tunafanyaje blaza? Yaani hapa mimi na siku na mchezo unachezeka. Mchezo? Mchezo gani? Tunguli. Yaani hapa cha kufanya ni kuzunguka mbuyu tu ndio kilichobaki. Hamna kingine hapa. Washema. Leo jamaa. Asa tunguli na habari za kufanya kazi hapa vinahusiana nini? Hayo ni mawazo ya kizamani. Kuwaza kwamba sijui kuna vibwengo, sijui kuna wachawi na tunguli na nini, mandondocha sijui, hizo ni stories za zamani hizo. Huko kurudi kujirudisha nyuma huko. Ndio maana mnafeli siku zote. Wewe mgeni? Mgeni nini? Wewe unataka kuongea nini? Mimi unashawishi kuniambia kwamba wewe yako na usiku, shaka unakutana na watu usiku wewe. Wala waisi. Shakutana nawe. Wewe hujui blaza wewe. Nisikilize Duli. Mimi nahisi kwamba labda issue kubwa kwamba labda auongee nao vizuri wateja wako wanaleta pikipiki. Lakini sio kuniambia eti kwamba mambo hayo ndio yanayosababisha hapa ofisini. Sawa. Zisifike pikipiki tu kwa sisi kufanya kazi. Biashara ndivyo ilivyo. Kuna wakati na kwa fresh, kuna wakati na kwa sio. Wewe lazima ukubaliane na hii hali inatokea. Si ndio? Brother, aliwazalo mjinga ndio ninalomtokea. Wewe subiri. Sasa Duli nisikilize bwana. Sasa hapa tumepitia hapa mara moja kwanza tukaja kuangalia, lakini kuna sehemu tunaenda hapo tunapitia hapa kubwa. Kwa mimi na tutaonana baadaye alafu tutajua tena nini tunafanya. Sijui umenielewa. Baadaye tutaona. Ila zingatia blaza. Mambo yapo. Mambo ya zamani yapo. Mimi nimekuelewa Duli. Bana mato twende zetu. Yaani ndio nikana aliziki kidogo. Hamna mzee wangu, samahani, mawazo tu. Ndio nikusaidia mfuko nipeleke ndani. Waweke mwanangu, ukirudi hapo kae hapa nikwambie mambo ya dunia hapa. Habari za saizi mwanangu? Safi tu baba, shikamoo. Marhaba, kwema? Kwema, labda sokoni. Sokoni amani mwanangu. Nashukuru sana. Sasa mwanangu? Ndio baba. Nguo ulizovaa hizo mimi hazijanipendeza hata kidogo. Ndio. Unalolisema baba liko sahihi, lakini nimevaa kwa sababu leo niko mazingira tu hapa nyumbani na ndio maana nimevaa hivi. Mwanangu, sio namba kama bado uko nyumbani.
kwa sababu hayo mavazi ukivaa hivyo, ndugu zako wakija, wao watajisikiaje? Watajisikia vibaya. Kwa sababu itakuwa tayari unatoa funzo. Ndugu zako na wao wakisha kwanza kuvaa mavazi kama hayo, bado nakuwa mimi nitakuwa na aibu. Alafu isitoshe mimi hapa mzee, wazee wengi wanaingia hapa unakuja kupata mawazo kwangu. Sasa je, hao wazee wakifika wakakuta labda wewe tumekaa hivi na umevaa mavazi hayo, hivi hao watakuchukuliaje? Basi mzee, mimi niseme nimekuelewa na ninakuahidi babangu haitajirudia kuvaa mavazi ya namna hii mbele yako na hata mtaani sitavaa. Kwa hiyo kuhusu hilo mzee wangu nisamee na sitorudia tena. Sawa mwanangu. Ila sasa mwanangu, kitu kingine, sisi hapa nyumbani tunaishi kimila. Wazee wote tunawaona tunaishi kimila. Ninachokuomba, ukitembea mapolini utaviona vitu vya maajabu sana. Sawa? Na si mapolini peke yake, hata hapa nyumbani. Kwamba ninavyosema hapa nyumbani, ukitembea usiku wa manani, baadhi kuna vitu utaviona. Sawa. Sasa ukisha viona hivi vitu, kimbilia kwenye miti mikubwa, uende ukatambike pale, ujiombee, basi njia nyumbani utaiona. Kwa sababu unaweza kuviona vile vitu usiku wa manani, kwa njia uione ya nyumbani. Ila ukishafika kwenye mti mkubwa ukitambika, njia unaiona. Labda unanisikia mwanangu? Mzee wangu, nimekuelewa ulichokiongea, lakini sasa napata kidogo changamoto ya kuhusu haya mambo ya mila. Kwa sababu mzee wangu, mimi toka umenizaa na sasa hivi nafikia umri karibia miaka 25. Lakini bado sijapata kusikia kwamba bwana kuna mtu huku kimemtokea kitu cha miujiza ambacho kinahusiana na mila. Na wala bado sijawahi kuona kwa macho yangu mzee wangu, bali naoneni tu nyinyi mnaenda kwenye miti mnatambika sijui nini. Lakini mzee wangu, kwenye swala zima la vitu vya mila, mzee wangu kwa kweli siviamini hivyo vitu. Basi mwanangu, hivyo vitu vipo vya kimila, na ndio maana sisi unatuona tunaenda kwenye matambiko, kwa sababu tunaishi kimila. Sio hapa tu, hata sehemu zingine mila zipo, kwa sababu watu wanaishi kimila. Na hivyo unavyosema mimi nimezaliwa miaka 25, mambo ya kimila siyaona. Sawa. Mimi sasa vijana sasa hivi wanajifanya ndio vijana, kwa sababu kwenda ulipo kukaa na mimi hutaki kupata mawazo. Vitu vya kimila unavionaje? Mzee wangu, mimi nimekuelewa sana, lakini sawa mzee wangu, nimekuelewa. Kwanza nasema asante mwanangu, lakini bado nakuahidi kwamba matembezi ya usiku wa manani uyaache. Sawa baba, haina shida. Sawa. Karibuni. Asante sana. Sister vipi? Poa mwanangu. Kesho kwema? Kwema. Mna nini muda? Hapa hamna chochote, vya asubuhi vimeisha na ndio mchana. Unafanyaje? Sio kesi. Ila sister, samani. Sijui kama tunaweza tukakaa tukapiga story kidogo hivi. Karibuni. Sister samani. Hivi unaitwa nani? Jazila. Jazila.
Sasa umesikia Jazila? Unajua mimi kila siku hapa Jazila nakuja hapa. Lakini kuna kitu kikubwa ambacho kinanisumbua. Kusema ukweli mimi nakupenda. Alafu sio kukupenda yetu, mpaka na chakula ambacho nakipika mimi nakipenda. Vipi tena? Ongea nini? Kwani mimi nimekuongelea nini? Kuhusu nini? Mimi nimepanda nini? Tumetoka kule, mimi nakwambia huyu mtoto mimi ndo lewa, mimi napenda sana huyu mtoto, afu unakuja unatoa. Shanza mambo yako. Jazila, sikiza. Mimi ndo nakupenda Jazila. Sio. Hivi Matu. Hivi kwa nini rafiki yangu? Yaani mimi nimefika hapa maana yake nimemwambia ukweli. Sawa. Naona kuja kwa Alimu tena ndoni. Hebu acha mtani kwanza. Hivi unakaa? Shauri moja. Shauri moja. Shauri moja pale ni maeneo gani pale? Shauri moja pale kwa kwenye ule mwembe mkubwa kwa chini. Ile nyumba pale chini ya ule mwembe mkubwa. Sasa sikia. Baadaye kama vipi na kutembelea. Sikiliza bwana. Haina shida. Tuondoke. Haina shida sana, nimekuelewa, subiri. Sasa bana, ni baadaye na kutembelea bwana. Sawa. Baadaye saa ngapi? Basi kaa saa 2 hivi. Bwana tuondoke. Haina shida, nimekuelewa. Basi tulikuwepo hapa. Haya, karibuni.